Karibu katika kozi yetu ya ujasiriamali. Na katika kozi hii nitakwenda kukufundisha jinsi ya kuwa mjasiriamali mwenye mafanikio kifedha. Na utapata kufahamu vitu ambavyo vitaweza kukusaidia kutoka katika eneo la uchanga wa kimafanikio na kuanza kukua katika eneo la mafanikio makubwa ya kifedha kupitia ujasiriamali unaoufanya. Na katika kozi hii utajifunza mambo ambayo yataweza kukupa uimara na kuweza kutambua mambo ya msingi yatakayoweza kukuongoza katika eneo la mambo makubwa yatakayoweza kukufikisha mbali. Jina langu naitwa Pamphilius Leonard Lushoke, ni mkufunzi wa masuala ya fedha ambaye nimeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na katika kozi hii utapata kuona mambo mbalimbali. Katika sehemu ya kwanza tutajifunza mambo 15 anayotakiwa kuwa nayo mjasiriamali ili aweze kufanikiwa kwa viwango vikubwa. Lakini pia sehemu ya pili tutaona mambo 10 ya msingi mjasiriamali anayotakiwa kuzingatia katika bidhaa na mauzo anayokuwa akifanya. Sehemu ya 3 tutaona mambo 5 ya msingi kwa mjasiriamali katika eneo la fedha. Lakini pia sehemu ya 4 tutajifunza namna ya kupiga hesabu za kupata faida katika biashara au ujasiriamali unaofanya. Na katika sehemu ya utangulizi, watu wengi wamekuwa wakidhani kuwa ujasiriamali ni kitu ambacho ni cha kawaida au ni kufanya biashara zile ambazo ni ndogo ndogo, lakini ni dhahiri kwamba ujasiriamali ni kitu kikubwa, ni zaidi ya kutengeneza vitu. Lakini pia ujasiriamali sio kwamba ni ile hali ya kutengeneza batiki tu au kutengeneza karanga za mayai au ni kutengeneza vile vitu ambavyo unavizalisha kama bites mbalimbali na mambo mbalimbali. Sio hivyo tu, ujasiriamali ni zaidi ya ujuzi wa kutengeneza vitu. Tafsiri yake ni kwamba usipokuwa na ujuzi wa kutengeneza, wa kuuza zaidi, usipokuwa na ujuzi wa kuweza kujibrandi, wa kuweza kutafuta masoko, wa kuweza kufanya mambo makubwa ambayo yanaweza kufanya ile bidhaa uliyotengeneza kuweza kuuzika, tafsiri yake ni kwamba unaweza ukatengeneza karanga, unaweza ukatengeneza bites, unaweza ukatengeneza teknolojia mbalimbali za mitandao za apps na ukashindwa kuziuza, kwa sababu ujasiriamali ni jambo kubwa ambalo ni zaidi ya kutengeneza vitu. Kwa hiyo ukiwa na maarifa au ukienda darasani kwa kufundishwa namna ya kutengeneza vitu, ile ni sehemu ndogo sana ya ujasiriamali. Tafsiri yake ni kwamba ujasiriamali ni zaidi ya kutengeneza vitu. Kwa hiyo ujasiriamali ni zaidi ya kutengeneza vitu. Tafsiri yake ni kwamba ni wewe kutakiwa kuweza kufanikiwa kupata package ya kutosha. Na katika somo letu hili au kozi nayo kufundisha sasa, utapata package itakayoweza kukusaidia kutambua ujasiriamali kwa upana na kuweza kufanikiwa kuelewa vizuri. Na sasa tuangalie maana halisi ya ujasiriamali. Ujasiriamali ni uwezo wa akili na ubunifu wa mtu kutambua fursa, kuiendea fursa, kuipangia mkakati fursa na hatimaye kuthubutu na kuiweka katika uhalisia, yaani kuzalisha bidhaa yenyewe na mwisho kabisa kuitafutia soko na kuifanya itambulike na watumiaji. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia kwamba ujasiriamali kwanza inaanzia kwenye akili. Kwa hiyo mjasiriamali ni mtu ambaye anakuwa ni mbunifu, mtu ambaye anatakiwa kuwa mtulivu. Kwa hii maana ya halisi ya ujasiriamali, ambaye anatakiwa kutoa vitu ndani, awe mtulivu ndani ya akili, apate kuwa na mawazo bora, abuni vitu, lakini pia apate kuvitengeneza na kuweza kuviweka katika soko. Kwa hiyo mjasiriamali ni zaidi ya kutengeneza vitu. Kwa hiyo lazima awe ni mtu anayekuwa na utulivu na awe na ubunifu wa kile anachokifanya ili kipate kuwa bora. Lakini pia lazima awe na mkakati wa kukipeleka
katika uhalisia mpaka kufikia hatua ya product ya mwisho kwenda kuuzika sokoni na hatimaye kukipeleka sokoni na kukitangaza. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba lazima uweze kujua mchakato mzima wa ujasiriamali unavyoanza na mpaka mwisho, ili uweze kufanikiwa kujua maana halisi ya mchakato mzima wa ujasiriamali, kwamba si kuuza wala si mafunzo ya utengenezaji tu, ni zaidi ya mafunzo ya utengenezaji. Na tukizungumzia ujasiriamali, upo ujasiriamali wa aina mbalimbali. Kuna ujasiriamali wa ulio mdogo, lakini pia na ujasiriamali mkubwa. Hizi ndizo aina mbili za ujasiriamali. Kwa hiyo ujasiriamali mdogo ni wale ambao wana uwezo wa kutengeneza vitu. Kwa mfano, anaweza akanunua karanga, akazikaanga, akazifanyia package, na baada ya akazipeleka sokoni zikaenda kuuzika. Na maana yeye ni mjasiriamali ambaye ni mdogo, hawezi kuzalisha kwa wingi zile product anazozalisha kwa sababu hana mashine. Lakini tukizungumzia wajasiriamali wale ambao ni wakubwa, anaweza akazalisha vitu kwa kutumia mitambo mikubwa, na yeye uzalishaji wake unaweza kumpelekea mpaka akafungua kampuni. Kwa hiyo ujasiriamali sio jambo dogo, kama nilivyotangulia kusema, ni jambo ambalo ni pana na ni kubwa sana. Kwa hiyo unaweza kufanikisha katika hatua kubwa na kupelekea ukafungua kampuni au ukafungua hata viwanda vya uzalishaji wa ile product ambayo unaizalisha. Na mwisho katika sehemu hii nipate kukuambia kwamba uzalishaji ni zaidi ya kuwa mfanyabiashara. Kwa sababu gani? Mzalishaji au mjasiriamali ni mtu ambaye ni mtegemewa katika dunia, kwa sababu mjasiriamali anapo stop kuzalisha vitu, tafsiri yake mfanyabiashara hawezi kupata bidhaa. Yule mtu ambaye anazalisha, yani ukiona mtu anazalisha bidhaa au ukizalisha bidhaa alafu kaipeleka sokoni kuiuza, tafsiri yake ni kwamba wafanyabiashara wanaweza wakaitaka ile bidhaa kwa ajili ya kuinunua na kuiuza wapate faida zaidi. Kwa hiyo na maana mjasiriamali ni mtu mkubwa. Kwa hiyo usijidharau kwamba mjasiriamali ni mtu wa kawaida au ni mtu mdogo. Ni mtu mkubwa katika mlolongo au mnyororo wa uchumi, kwa sababu akiamua mjasiriamali kustopu kuzalisha, tafsiri yake ni kwamba mfanyabiashara anaweza akaishiwa bidhaa za kuuza na mwisho wa siku asifanikiwe katika hatua zake. Kwa hiyo mjasiriamali anahitajika katika viwango vikubwa. Kwa mfano, mtu anayezalisha unga, tafsiri yake akiamua kustop kuzalisha unga, wale wanaonunua unga bei ya jumla na kwenda kuuza, ambao ni wafanyabiashara, tafsiri yake watashindwa kuweza kuchukua zile product kwa sababu mjasiriamali amekataa kuzitengeneza au kuziunda. Tafsiri yake ni kwamba ujasiriamali ni kitu ambacho kinakupa uhalisia mkubwa na msingi wa kiuchumi. Kwa hiyo ujasiriamali ni kitu ambacho ni msingi bora wa kuweza kufanikiwa na kupiga hatua kubwa, kama utaweza kuenenda katika misingi ambayo nitakufundisha katika sehemu ya kwanza, ya pili na ya 4 ambayo tutakwenda kuiona katika audio zitakazofuata katika kozi yetu hii tunayoendelea nayo. Kwa hiyo fuatilia sehemu inayofuata ya pili ili upate kujifunza zaidi namna ya siri zile au sifa 15 zile ambazo mjasiriamali ambazo anatakiwa kuwa nazo. Fuata hiyo sehemu ya pili ili uweze kufanikiwa kujua zaidi, ili uweze kufanikiwa kuwa mjasiriamali bora na mwenye mafanikio makubwa katika eneo la kifedha.